Naomba nikuulize swali. Niulize tu rafiki. Wewe unaishi na wazazi wako wote? Hapana, mimi naishi na baba yangu tu. Kwa nini? Mama yako yuko wapi? Mama na baba walitengana miaka kadhaa iliyopita. Kila mmoja anaishi kivyake. Pole sana rafiki. Je, udaye kutamani siku moja ishi pamoja? Nimetamani sana. Kila siku naomba wangepatana tena, lakini sijui nifanye nini. Maana mimi ni mtoto tu. Lazima uwe unaumia sana. Wakati mwingine nikiwaona wenzangu wanachukuliwa na baba zao au na mama zao, naumia moyoni. Natamani na mimi ningekuwa hivyo. Nimekuelewa rafiki. Mungu akutie nguvu. Asante. Ninachotamani wazazi wangu waelewane, hata kama hawatarudiana, angalau wasigombane kwa sababu yetu sisi watoto. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi. Kaka, hali ya mama inazidi kuwa mbaya. Nimejaribu kila njia, lakini mpaka sasa sijapata msaada wa kutosha. Hospitali wamesemaje kwani? Wamesema lazima tupate pesa za matibabu, ndipo aendelee na matibabu yake. Na kila nikimwangalia mama anavyoteseka, moyo wangu unaumia sana. Kaka, nimefikiria sana. Nimekufuata ili tuweze kujadiliana kama tunaweza tukapata mtu ile nyumba tuiuze kwa ajili ya matibabu ya mama. Unamaanisha nyumba ya mama Jackie? Ndiyo. Najua mama alikataa kuuza, lakini hali yake sasa ni mbaya sana. Na sioni njia nyingine ya kupata pesa kwa haraka. Jackie, kwa hali tulionayo, huo unaweza kuwa uamuzi mzuri. Maisha ya mama ni muhimu kuliko nyumba. Lakini naogopa mama akija kujua kwamba nimeamua kuuza hiyo nyumba. Tutamueleza kwa upole. Tunachotafuta ni kuuza nyumba tupate pesa kwa ajili ya kuokoa maisha yake kwa haraka. Vipi, nyumba ikiuzwa, mama atakaa wapi? Kama nyumba ikiuzwa, mama atakuja kukaa kwangu, na wewe pia unaweza kuja. Kaka, asante sana. Nilikuwa nimefika mahali sijui nini cha kufanya. Usijilaumu sana dadangu. Jambo la kwanza ni kutafuta mnunuzi wa nyumba tupate pesa kwa ajili ya mama apate matibabu. Basi ngoja nikusogeze na maeneo ya nyumbani ili mimi niendelee na shughuli zangu. Samahani Mama Tunda. Kabla sijakupeleka, kuna jambo muhimu nataka kuzungumza na wewe. Kuna nini Kamilimba? Leo Tunda kagoma kufuata shule na mimi. Amegoma? Ndio. Kwa nini? Anadai kuwa kuna siri ninazozijua kuhusiana na maisha yake, lakini namficha. Na ndiyo maana hataki kuongozana hata na mimi. Tunda amesema hivyo? Ndiyo. Kwa maana ameonekana ni mtu mwenye hasira na maswali mengi. Na nimejaribu kumtuliza lakini nimeshindikanikika. Hii imenishangaza sana. Sikutegemea Tunda afikie hatua hii. Sema mimi nimeona nikujulishe mapema ili usije ukasikia kutoka kwa mtu mwingine. Asante kwa kunieleza. Nitazungumza naye kwa utulivu. Ninaamini kila kitu kitakuwa sawa. Akitulia na kuelewa ukweli. Hivyo ndio nilivyotamani pia. Sitamani akuwe na mawazo yanayomsumbua. Usijali. Nitafanya kila niwezalo ili kumsaidia mwanangu. Na vibweka waziwazi yananiuzi mimi nachukwa,
kitikio ni ufani wa familia. Kumbe ni ufa wa sakafu. Oh yeah, oh yeah, mani ufa wa sakafu. Ni ufa wa sakafu. Tuachane kwa amani, 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 tuachane kwa amani. Purchase your tracks today. Si alisema mimi kufa kuzikana, sambo na kijafala fundo tumeachana. Unafanya nini? Unacheza muziki ya ajabu na ngome za ajabu hapa sebuleni. Ipi nakabaye nguo huko? Rudisha ndio vitu. Baba. Nisikilize. Hakikisha kilichotokea hapa mtu yoyote asije kujua. Hakuna kitu kinachoweza kufuta hiki kilichotokea. Sikiliza. Nina uwezo wa kukupa chochote unachokitaka. Kama ni pesa nitakupatia. Ila tu hakikisha kati yangu mimi na wewe ibaki kuwa siri yetu. Penzi gumu kumengenya, kila mtu anaruka ruka, wanashtuka na kumekucha. Kama ni furaha wai wengine waumie, ni usaliti. Nisamehe mwanangu, laiti ningeweza ningerudisha siku nyuma. Ukuta wa sakafu, migoro ndani ya nyumba, malumbano kila kukicha. Suzi, nimeongea na kakaangu. Tumekubaliana tuuze ile nyumba ili tupate pesa ya kumtibia mama. Nataka kuuza nyumba kweli? Ndiyo Suzi. Afya ya mama ni bora kuliko hata ile nyumba. Jacqueline, kabla mjafanya hayo maamuzi, naomba unisikilize ushauri wangu. Ushauri gani huo Suzi? Usikimbilie kuuza nyumba Jackie. Kwanza twende kwa mganga Jackie, ukafanya uchunguzi kwa ajili ya afya ya mama. Unamaanisha nini? Jacqueline, kuna kitu hakiko sawa kabisa. Dalili za mama zimekuwa za ajabu sana. Suzi, unataka kusema mamangu amelogwa? Sijui kama ni hivyo, lakini hatuwezi kupuuza uwezekano huo. Jackie, mkiuza nyumba leo, kesho tutakuja kugundua tatizo lingine kabisa. Tutakuwa mmeshapoteza kila kitu. Suzi, lakini mama anahitaji msaada wa haraka. Ndio maana nasema tuchunguze kwanza Jackie. Kama kweli ni ugonjwa, tutatafuta matibabu. Lakini kama ni jambo lingine, tutalijua mapema. Sawa, lakini tusipoteze muda. Sitaki tupoteze hata dakika moja Jackie. Kesho asubuhi na mapema tunaenda. Sawa. Ni ufani wa familia.
kumbe ni ufaa wa sakafu. Gift, kuna nini? Na mbona upo katika hali hiyo? Kuna tatizo? Baba, kuna watu hupoteza vitu, lakini kuna watu wengine hupoteza furaha yao. Sijakuelewa. Unamaanisha nini mwanangu? Kuna nyumba huwa na kila kitu, lakini ikikosa upendo inakuwa tupu. Mwanangu. Baba, kuna watoto wanaolala kwenye magodoro mazuri, lakini ndoto zao huwa na machozi. Wakati mwingine mtoto achezi kwa sababu amechoka, bali kwa sababu moyo wake umechoka. Baba, kuna maswali ambayo majibu yake hayapatikani kwa maneno, yanapatikana kwa matendo. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi yananiuzi, mimi nachukua kitikio. Ni ufaa, ni ufaa. Mke wangu, kipenzi changu, nina habari njema. Sasa kile tulichokuwa tunakitaka kinakamilika au kinatarajia kukamilika. Usiniambie bwana. Wakati natoka kazini nikakutana na Jackie. Akaniambia kwa habari ya kuuza nyumba ili mama apatiwe matibabu. Kwa hiyo nikamkubalia. Ile nyumba inauzwa ili apate matibabu. Hilo ndo tulikuwa tunalihitaji. Ameingia kingi mwenyewe. Kama tupo kwenye mlima wa Kitonga tunavyoshuka sasa. Bwana. Hata kamwambia sawa. Yaani hiyo ndio habari nzuri nilikuwa natarajia nije nisikie mume wangu. Unaona na wao nyumba itakapouzwa inakuwaje? Ile nyumba itakapouzwa wao itabidi waje wakae hapa. Haina shaka. Wale ngoja waje wakae hapa. Ilimeisha ile mume wangu. Unajua sisi ndio kila kitu. Vipi na wewe kazini? Kazini uko fresh. Kazini uko vizuri, mambo mazuri. Nashukuru kusikia hivyo. Balaa wewe. Hatari. Baba, naomba nikuulize swali. Niulize mwanangu. Mama bado nampenda? Mwanangu, bado nampenda mama yako? Kwa nini unauliza swali kama hilo? Kama bado nampenda, kwa nini hamyamalizi mambo yenu? Wakati mwingine maisha huleta migogoro na si rahisi kuimaliza mwanangu. Na pia nikifikiria jinsi ya kurudisha amani ya familia yetu, yaani nakosa hata pa kuanzia. Kwa hiyo bado natamani tuwe kama zamani? Sana mwanangu, na ningependa nyumba yetu iwe na furaha kama zamani. Ila sijui mwanangu nifanye nini ili amani irudi huku ndani. Baba, usikate tamaa, bado kuna matumaini. Mwanangu Tunda, unafikiri kweli inawezekana? Inawezekana. Nitazungumza na mama na nitamwambia unampenda. Asante mwanangu. Maneno yako yamenipa moyo na sikujua kwamba unaipenda familia yetu kiasi hiki. Mimi sihitaji kitu kingine baba. Ninachohitaji kuwaona nikiwa na furaha. Kumbe ni ufaa wa sakafu. Oh yeah. Oh yeah.
Shikamoo mjomba. Marahaba Gift, jambo. Jambo, afadhali tumekutana hapa. Nilikuwa nakuja kwenu. Haya, kulikoni kwani? Nikuulize swali. Kwani mama yuko wapi? Oh. Mama yako ameenda kazini Gift. Mjomba, kwani mama hataki kurudi nyumbani kuishi na baba? Nisikilize Gift. Hayo ni mambo ya watu wazima. Haupaswi kabisa kuyafikiria sana. Lakini mimi ndiye ninateseka. Mimi natamani kuwa na baba na mama wote wawili kama wenzangu. Kwa nini mimi sina hiyo nafasi? Mjomba, nipeleke nikamwone mama tafadhali. Nikimwambia baba atanizuia. Sitaki kuendelea kujifanya sioni haya maumivu. Gift, mama yako? Mimi nina miaka 8 tu. Lakini kila siku mnaniacha nibebe maumivu ambayo hata watu wazima mnashindwa kuyasema. Zigumu kumengenya, kila mtu anaruka ruka, wanashtuka na kumekucha, ukuta wa sakafu. O baba alimuhusia binadamu bwana, ana maneno mengi sana ya kuzuazua. Wanadamu bwana ni wabaya sana. Ana maneno ya kusuasua, wanabaya sana. Karibuni. Nyinyi mlijua figo ndio tatizo. Figo sio tatizo. Watu wamemfunika tu ili onekane figo ndio shida. Mnihangaika sana. Kulembe dawa imeshindikana. Uongo kweli? Unamaanisha nini mganga? Mama yako wewe hana ugonjwa wa figo. Basi kinachomsumbua ni nini? Kuna kimvuli ambacho kilichowekwa juu ya maisha yake. Hayo sio maradhi ya kawaida hayo. Ni jambo lilofanywa makusudi tu. Nani amemloga mama yangu? Hilo swali hilo halipaswi mimi kujibu haraka. Kwa nini? Kuna sababu. Kwa sababu aliyofanya hivi sio mtu wa mbali. Ni mtu ambaye anojua familia yenu mmeanzia wapi na mmetokea wapi. Mtu ambaye ukimwona leo hamwezi kuhisi kwamba mikono yake ambayo iliyoficha sumu ya chuki. Na anataka nini? Mali. Mali? Na kabla mjauza nyumba ile kupata hela matibabu, kaeni chini mjiulize swali moja. Kwa nini ugonjwa umeanza kati mali inazungumziwa? Msikimbilie kuuza nyumba. Huenda mnachotaka kukiuza hiki, huenda ndo ambacho anachotamani mtu fulani mama yenu afe. Mganga, unamjua alofanya hivyo? Ninamjua. Ila nikitaja jina lake leo, huenda mtu huyu akafanya jambo baya zaidi kabla mjajiandaa. Malumbano ya wazazi yananifanya nakosa raha, na vibweka waziwazi yananiuzi, mimi nachukwa. Kitikio ni ufani wa familia, kumbe ni ufa wa sakafu. Mani ufa wa sakafu, ni ufa